Haleluya Bwana, uhimidiwe na upewe sifa kwa neema na ulinzi na upendo wako Bwana. Basi rehema zako Bwana zizidi kutapakaa katika maisha yetu Bwana, tukarehemiwe na kukubaliwa na wewe Mungu. Kwa muda na masaa haya Bwana, tunahitaji neema yako kuenda pamoja nasi. Acha ukatuwezeshe katika yote, mwanzo hadi mwisho. Haleluya. Mara tena uniguse, uguse moyo wangu, unifanyizie kitu kipya, ulimwengu ushangae. Mara tena uniguse, uguse moyo wangu, unifanyizie kitu kipya, ulimwengu ushangae. Ukinijaza na Roho wako, vitu zote nitaweza. Hakuna cha kuogopa. Mara tena uniguse, uguse moyo wangu, unifanyizie kitu kipya, ulimwengu ushangae. Mara tena Bwana, mara tena uniguse, uguse moyo wangu, unifanyizie kitu kipya, ulimwengu ushangae. Oh Jesus. Thank you Jesus. We worship you Jesus. Hallelujah. Unihesabie Baba, unihesabie haki yako, maisha yangu iwe yako, malango yangu yafungue, uyanyunyuzie damu ya Yesu. Unihesabie haki yako, maisha yangu iwe yako, malango yangu yafungue, uyanyunyuzie damu ya Yesu. Ukinijaza na Roho wako, vitu zote nitaweza. Hakuna cha kuogopa. Mara tena uniguse, uguse moyo wangu, unifanyizie kitu kipya, ulimwengu ushangae. Haleluya wapendwa, ni muda mzuri ambao tunaenda kuchangia neno la Mungu. Na basi kwa majina utaniita Samuel Badesire ama Samuel Kampanda. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu tunaenda kuchangia neno kwa muda mchache, tukisoma katika kitabu ni cha Mathayo sura ya 28 na mstari wa 19 hadi 20. Neno linasema hivi: basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Ni neno la Mungu mpendwa, ambalo ni agizo ama ni jukumu kwako na kwangu tuweze kulitimiza. Hili neno ni Yesu alilitamka baada ya ufufuko wake kuweza kukutanana na mitume wake katika mji wa Galilaya. Na alipokutanana na wao, tunajua historia vizuri jinsi mambo yalikuwepo
walipotambua ya kwamba amefufuka kweli kweli, wakamsujudia, na baada ya kumsujudia akasema ya kwamba amepewa ufunguo, amepewa mamlaka mbinguni hata duniani. Na baada ya hapo ndipo aliweza kupea jukumu kwa mitume hawa 11. Kumbuka Yuda alikuwa amemsaliti na kutoka katika kundi. Lakini ningehitaji ya kwamba fundisho hili, ndugu mpendwa, usilichukulie kwamba ni la wale mitume 12, bali ulichukue kama ni lako, kama ni langu. Maana kwa mizali za dunia zinasema ya kuwa nyanya moja ama nyanya nyingi ambazo zinaoza, ukiweka moja ambayo haiozi, zile nyingi zitameza ile moja, nazo pia zinaoza. Lakini kwa Mungu moja inaweza kubadilisha hata vile vyote vilivyooza. Ndiyo maana Mungu ama Yesu Kristo aliweza kuchagua mitume 12. Ijapo mmoja aliweza kumsaliti, lakini aliamini ya kuwa hawa mitume 12 ambao aliweza kuwachagua watakuwa tayari kwa kuweza kusambaza Injili, na Injili iwafikie watu wote duniani. Kwa hiyo ni jukumu lako ndugu mpendwa, ikiwa umeamini Kristo na ukaitwa mwanafunzi, ukaitwa mtume, basi ni jukumu lako, ni jukumu langu tuweze kulitangaza neno la Bwana. Na labda utajiuliza, tutalitangaza neno la Bwana ama tutahubiri Injili namna gani? Lakini utambue ya kwamba Injili inahubiriwa katika hali tofauti na katika njia tofauti. Kuna njia ya kuhubiri kama jinsi naongea hapa. Pia kuna njia ya matendo ambayo tunafaa kuwa na matendo mema kama watu tuliompokea Yesu Kristo, ili kwa yale matendo mema ambayo tutakayoyaonesha popote pale tulipo, iwe ni kazini, iwe ni kwenye mashamba, iwe ni mahali popote pale tulipo, matendo yetu yakiwa mema na safi, basi wote watakaoyaona watayashuhudia na yanaweza kuwaokoa. Ndiyo maana ndugu mpendwa, unapotoka nyumbani ukienda kwa jambo lolote, safisha maongezi yako, maana maongezi yako yenyewe ni Injili tosha. Safisha jinsi unavyovaa, maana kuvaa kwako kunaweza kumvuta mtu akaja kwa Kristo. Safisha hata mawazo yako na maamuzi yako, maana kwa maamuzi yako ya hekima unaweza ukamleta mtu kwa Yesu Kristo, na basi Mungu anakupongeza kwa sababu utakuwa umetekeleza jukumu lake. Ikiwa ulikuwa umelala, basi uweze kuamuka, kama gisi kitabu cha Waefeso kinasema, sura ya 5 mstari wa 14 inasema ya kwamba amka, amka wewe usinziaye katika wafu, na Kristo aweze kukuangazia. Ukiamuka leo kwa sababu umesikia hii Injili, basi Kristo atakuwa na wewe pamoja, na atakuzidishia nguvu na uweza wa kuzidi kusambaza neno lake mahali popote pale duniani. Kitabu pia cha pili cha Timotheo, sura yake ni ya 4 mstari wa 2. Hapo Paulo akaweza kumwandikia Timotheo akimwambia kwamba ihubiri Injili wakati ukufaao na wakati usiokufaa. Uwe mgonjwa ndugu mpendwa, una jukumu la kuweza kuhubiri Injili. Na usisahau ya kuwa msingi wetu ni kwamba wewe na mimi tuna jukumu la kuweza kuhubiri Injili. Wewe na mimi ndugu mpendwa, tuna jukumu la kuweza kuhubiri Injili. Timotheo aliambiwa na Paulo ya kwamba awe tayari muda unaomufaa na muda usiomufaa, ili kwamba Injili iweze kuwafikia. Kama ni kuonya aonye, kama ni kukaripia aonye, na yote haya ayafanye kwa uvumilivu. Basi na wewe, neno la Mungu linasema ya kuwa wale waliopewa vingi wataulizwa vingi. Neno la Mungu likiwa halijafika kwako, hakuna hukumu kwako. Lakini unaposikia neno la Mungu bila kupiga hatua yoyote,
basi ujue ya kwamba hukumu inaotea mlangoni mwako. Kumbi ningekusia kwamba ujiunge pamoja na mimi, ujiunge pamoja na wahubiri wengine duniani pote, ujiunge pamoja na wasambazaji wa injili mahali popote walipo, ili kwamba injili iweze kufika hata kwa Waislamu, hata kwa hao watu wengine ambao wamepotelea katika madini ya sanamu, ili waweze kumjua Kristo na kumgeukia. Asante, maana wewe ambaye unanisikia, nina imani ya kuwa Roho Mtakatifu ambaye Yesu Kristo alisema ya kuwa atamuacha kuwa msaidizi wetu, huyu Roho Mtakatifu atakujalia neema uweze kusambaza injili mahali popote utakuwepo. Safisha tabia zako, safisha mienendo yako, safisha chochote kile unachokifanya, na ujue ya kwamba wewe kama Mkristo unaonekana kama vile Petro alionekana. Maana aliambiwa ya kwamba kutembea kwake na kuongea kwake kuna mafanana ya kuwa yeye ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Hayo yote ndugu mpendwa ya kufunze jambo, hayo yote ndugu mpendwa ya kufunze jambo. Kwa sasa wengi wanajidanganya ya kwamba mtu akiwa kanisani hapo ndipo anafaa kuokoka na kuonesha ya kuwa yeye ni mtumishi na kuonesha ya kuwa yeye ni Mkristo, lakini akiwa kwenye biashara, kazini, hayo yote hajali. Lakini ni neno la ukumbusho kwako, ni neno la faraja kwako ya kwamba una jukumu, nina jukumu la kuweza kuhubiri injili popote pale nilipo. Basi kwa neema ya Mungu, acha tuweze kushukuru Mungu kwa hayo machache yaweze kukubadilisha na kukufaa katika hii safari. Wewe ambaye umepokea Kristo ukalala uweze kuamuka, na yule ambaye hajapokea Kristo pia aweze pia kufanya jitihada zote akampokee na kuitwa mwanafunzi wake, na aweze kubatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu pia. Mungu, kwa neema yako na lisante jina lako Bwana. Asante kwa kuanza pamoja nasi, na hakika tumeweza kufika Bwana kwenye hitimisho. Tunahitaji ya kwamba neema yako Bwana itufuate, na wote waliosikiliza neno hili Mungu kawajalie neema ya kuweza kulipokea kwa furaha, wakaliishi na likawabadilishe, na sote siku moja tukulaki Elishadai. Asante, maana wewe ni mwema na Mungu mwenye huruma na upendo. Amen. Basi kwa wote ambao wataifuata na kuitazama video hii, na watakia muwe na siku njema. Na pia ingekuwa ni vizuri hii center ambayo imeweza kutupea nafasi hii, kwa yeyote ambaye anahitaji pia kuweza kutoa any live recording ambayo anataka, au chochote kile ambacho kinahusiana na media, afike basi hapa kwenye center ya Sifuni Media ambayo iko located karibu na Lizahua, na basi akipokelewa kama mteja hapo, basi itakuwa ni sawa na kazi itazidi kusonga mbele. Karibu kwa wote. Amen. Amen.